12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Kwa hiyo miongoni mwa hiyo miezi minne Mungu aliyoitoa kwenye miezi 12 ukiwemo ni mwezi wa Dhulhijja. Sasa ndugu zangu, kuna matukio maalumu ambayo Mungu amemsababisha akaapa na haya masiku, sababu ni lazima twende na nyakati. Tayari tarehe 1, tarehe 2 mpaka 5 tayari zimetupita. Ina maana moja kwa moja tutaanza kuelezana kuanzia tarehe 5 ambayo ni leo, siku ya Ijumaa, mpaka ile siku ya Eid al-Adha. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitaeleza hii hadithi ambayo haina shaka ndani yake. Ninapozungumzia shaka, ni hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Abbas, anaitwa Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas ni ndugu yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tumbo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa babu yake huyu mzee Abdul Muttalib alizaa wazee watatu basi. Wa kwanza akiitwa Abdullahi ambaye ndiye baba yake Mtume. Wa pili alikuwa akiitwa Abbasi. Watatu akiitwa Abu Talib, ambaye kusema Ali bin Abu Talib ni baba yake mdogo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu Abdallah bin Abbasi ambaye hata ukisoma katika fasiri za Qur'ani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatapo kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu anamwambia Allahumma allimhu ta'wila wa tafasiri. Hii dua imeombwa na Mtume kumuombea huyu mdogo wake Abdallah ibn Abbas. Sasa Abdallah ibn Abbas anaeleza fi kit'ati min alhadithi, anasema wa yaumul khamis, tueleza siku ya 5, na siku ya 5 ambayo tayari tumechelewa. Lakini umechelewa wewe kufunga, lakini tunayokieleza hapa ni funga. Kwa hiyo kama umechelewa kufunga, bado milango ya utendaji wema bado iko wazi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika mafuhumu yake ya hadithi, hakuna masiku au hakuna siku miongoni mwa masiku ya Mwenyezi Mungu, masiku hayo ukaweza kufanya matendo yaliyokuwa mazuri na matendo yao yakapendeza zaidi kwa Allah kuliko haya masiku 10. Tumswalie Mtume Muhammad. Sasa Mtume anasema katika haya mambo mema, Mtume alielezea sana saumu. Anasema wa yaumul khamis yaumul ladhi ulida fihi Musa kalimullah wa layalin ashir. Kwa nini Mungu kaapa na haya masiku 10? Kuna matukio maalum. Ukisoma tarehe 1 ambayo kwamba ilikuwa ni tarehe 1 ya huu mwezi, siku ya kwanza, ndiyo siku ambayo Adamu abal bashar, baba yetu, aliyokubaliwa msamaha wake mbele za Allah. Fatalaka Adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Allah anaeleza ndani ya Qur'an, ilikuwa ni tarehe 1 ndani ya haya masiku ya Dhulhijja. Lakini ukienda mwezi pili, ukienda mwezi 3 kwa haraka, haya masiku, hii mwezi pili ndiyo siku ambayo nabii yule ambaye kwamba anaitwa Yunus, nabii Yunus ni yule aliyemezwa na chewa, tunaita papa, sawa, kule baharini. Huyu nabii Yunus alitamka maneno yafuatayo, Allahumma inni, asemaje hivi? Mwenyezi Mungu, nakuomba unifanyie msamaha, usiponisamehe fatakuna mina dhalimin. Hii dua nabii Yunus alisema ilikuwa ni mwezi pili, Mwenyezi Mungu akamkubalia dua yake, then akamtoa kwenye mdomo wa chewa. Ilikuwa ni tarehe 2 wala layalin ashir, na ninaapa na masiku 10. Haya masiku 10 yana nini haya? Mbona Mungu kaapa nayo? Tusikilizane kama kile. Ndugu zangu katika imani, wa yaumul khamis, nimesema naanza hapa ili niende kwa haraka, na siku ya 5 ambayo ni leo, yaumul ladhi ulida fihi Musa kalimullah.